Shalom, Bwana asifiwe, assalamu alaikum, Onafuse. Kama kawaida yetu, mtegemezi wetu sisi ni Muumba mbingu na ardhi. Kwa hiyo tunaanza kwa kumshukuru kwa neema zake tunazozijua na tusizozijua, na tunamuomba atusamee mapungufu yetu tunayoyajua na tusiyoyajua. Na kwa wale ambao wana mitihani, tunawaambia kwa Muumba mbingu na ardhi awafanyie wepesi. Kuna interview ambayo nimeifanya na ndugu yetu kutoka madini.com. Tumeongelea mambo mengi sana. Moja ya vitu ambavyo tumeongelea ni agenda ya depopulation, agenda ya kupunguza watu duniani. So imenipelekea ni update hii alafu ni posti ili watu ambao wana fuse, ambao watakuwa hawajaitazama wapate nafasi ya kutazama. Ina part 4. Kwa hiyo hii ni part 1, itafuatia 2, 3, 4 kama kawaida, ili watu wapate nafasi ya kusikiliza na kuelimika. Na kama makala ya DJ Smart 255 yanakuvutia, unajifunza, unaona kwamba unapata mawili matatu ambayo ni ambolea, basi kama uja subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255, like video hii, alafu unaweza ukaishare pia hii video kwa watu wengine ili wapate kufaidika nayo. Sasa leo kuna mada moja ambayo ina umuhimu, nadhani ni muda sahihi wa kuiongelea. Tunaanza na clip hii hapa. Hichi kitu alikipost Bro Sky kwenye Instagram yake. Hii ndio itatufungulia mada yetu ya leo. Tusikilize kwa makini. Africa was to reduce the population. Lengo kuu ya hizi nchi ya misaada na mikopo kwa ajili ya nchi za Kiafrika ni kupunguza population, punguza idadi ya watu. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that. Kwa hiyo misaada, aid inayokuja sio kwa sababu ya maji au school au elimu au vitu kama hivyo, but contraception and abortion. Bali contraception and abortion. Abortion ni utoaji wa mimba, contraception ni vidonge vya kuzuia mimba au maarufu kama P2. Kufanya idadi ya watu Afrika iwe ndogo, because they have great mineral resources there. Kwa sababu Afrika they have great mineral resources, kwa sababu wana mali ghafi na madini mengi. And so at the time Kissinger and those involved. Kissinger, huyu jamaa tushamongelea before, ambaye ndo alikuwa mastermind, alianzisha petrodollar, lakini ndo mastermind tunakuja kumwongelea hapo mbele na mkakati wako ya 1973. This guy is a genius. He's a mastermind. Huyu jamaa ni genius na ni mastermind, lakini ni evil genius. Ni genius muovu. Ni katika watu ambao ni waovu kabisa ambao washai kutokea duniani, na pia walikuwa katika serikali ya Marekani. With the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop, and kwa sababu ya kuhakikisha Waafrika hawaendelei, hatupati maendeleo, do not use the resources for themselves, na wasitumie rasilimali walizonazo kwa ajili ya kujifaidisha wao wenyewe. Because we in the States, we need them. Kwa sababu sisi Marekani tunazihitaji hizo rasilimali. There is a concerted effort of foreign powers. Kuna mjumuiko wa nguvu za nchi za kigeni to control the population of Africa, kwa ajili ya kucontrol idadi ya watu wa Afrika. The continent could feed thousands more people, but the policies of the West, especially in Europe, for example. Nasema Afrika ni kubwa, inaweza ikalisha karibia dunia nzima, nchi nyingi. Mifumo na policies za nchi za magharibi hazitaki hivyo. Kwa mfano, between 1990 and the year 2000, kutoka mwaka 1990 mpaka mwaka 2000, United States, Canada and Europe, United States, Marekani, Canada na Europe na Ulaya, about $6 billion, wametoa msaada au wametoa mchango wa zaidi ya bilioni 6 za Kimarekani in contraceptives, kwa ajili ya contraceptive. Contraceptive ni dawa za kuzuia mimba. Not to help the people, not to give clean water, clean food, not to fight malaria, for example. Just can't perish the thought. Bilioni 6 za Kimarekani kwa ajili ya kuzuia mimba. Hiyo misaada haijaja kwa ajili ya maji, kwa ajili ya shule, kwa ajili ya malaria na vitu vingine. Imekuja kwa ajili ya kuzuia mimba, ili kuzuia watu wasizaliane, ili kupunguza idadi ya watu Afrika. Let them die. Wache wafe. That's the whole idea. So
in our work in HLI, we denounce this reality to make the Africans aware that they have to defend themselves. Na nasema sisi ndo kazi yetu sisi to make Africans aware, kufanya Waafrika wajue kinachoendelea so that they can defend themselves, ili waweze kujilinda wenyewe. Na ndo hichi hata mimi DJ Smart kwa uwezo wangu mdogo na akili yangu ndogo na platform yetu WanaFuse, natumia fursa hii pia kwa ajili ya kuwafungua macho Waafrika wenzangu, kwa ajili ya kuwafungua macho ndugu zangu, ili waweze kujua kitu gani kinachoendelea. Sasa tuingie in details, kitu gani kinachoendelea. Njia ya wepesi zaidi na ya haraka zaidi kupata makala yote ya DJ Smart 255 pale anapotoa ni kusubscribe kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. WhatsApp channel ni tofauti na group. WhatsApp channel unapata link. Kila DJ Smart napokuwa natoa makala huwa anachukua link na kuiweka kwenye WhatsApp channel, unakuwa unapata updates zote kiwepesi. Njia ya kujiunga ni QR code hii hapa, iscan, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel. Tuma WhatsApp message kwenda namba hii 0764124124. Utapokea message na ndani ya hiyo message utaona kuna link. Bonyeza hiyo link, moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu subscribe. Kuna kitu kinaitwa depopulation, na hii ni kitu ambacho kipo lakini watu wengi hawakijui. Wanaoelimishwa ni ngumu kuelewa, na mimi kama DJ Smart sio kazi yangu kumshika mtu masikio na kumwelekeza. Mimi kazi yangu ni kuweka facts, ushuhuda na dalili, and at the end of the day mwenyewe utaamua kuchagua. Sasa kuna kitu kinaitwa depopulation. Depopulation ni ajenda ya kupunguza watu duniani. Vitu vingi ambavyo vinatokea sasa hivi vyote ni kwa ajili ya sera hiyo ya depopulation. Watu wakiwa wachache ni rahisi kuwa control. Cha kwanza. Cha pili, watu ambao wenye ajenda hii wanaamini kwamba watu inabidi wapungue ili waweze kucontrol rasilimali zilizopo kirahisi wakazitumia kwa ajili yao wenyewe. Na zote iko hii World Economic Forum, vyote ndo tunapoelekea huko, New World Order, zote ziko huko. Ila leo tunaongelea specifically depopulation, na naomba nikupe baadhi ya vidonge. Sasa hatuanzi mbali, hii ni mada imekuwa kwa muda mrefu, lakini tunaanzia hapa. COVID-19 ni silaha za hivi karibuni za program ya kupunguza idadi ya watu iliyoandaliwa na bwana Henry Kissinger, lakini tutarudi kwa Henry Kissinger baadaye na kwa COVID baadaye. Henry Kissinger mwaka 1974 aliandaa kitu kinaitwa NSSM 200, matokeo ya ukuaji wa idadi ya watu duniani kwa usalama wa Marekani na maslahi ya kimataifa, ambao Henry Kissinger alidai kuwa ili Marekani iweze kudhibiti rasilimali za kimkakati za mataifa ya dunia ya tatu, ambayo of course Afrika tumo, lazima tupunguze idadi ya watu duniani kwa mamilioni na kwa wingi. Mwaka 1974 Henry Kissinger alipendekeza kutumia chakula kama silaha ya kupunguza idadi ya watu kwa lengo la kupunguza idadi ya watu. Kwenye ripoti ya siri ya ukurasa 200, National Security Study Memorandum 2000. Baada ya miaka kadhaa kupita baadaye, 1987, P.S. Wright ambaye alikuwa mhariri wa sayansi wa gazeti la London Times wakati huo, aliandika kuhusu mpango wa chanjo wa ugonjwa wa ndui au polio wa shirika la afya duniani World Health Organization wa miaka 13, ambapo aliiunganisha na kuenea kwa ukimwi katika nchi 7 za Afrika ya Kati na Brazil na chanjo ya ugonjwa wa ndui. Yaani hapa anamaanisha nini? Kwamba hizi chanjo za polio aliziunganisha kwamba ndo zilihusika kwa kiasi kikubwa sana kusambaza na kuleta ugonjwa wa ukimwi. Hiyo mwaka 1987. Leo hii nchini Marekani wanawake weusi wanadaiwa kuwa ndo wabebaji wakuu wa kwanza wa VVU, ukimwi. Je, mnadhani Afrika na Wamarekani weusi kuwa waathirika wakuu wa ukimwi ni bahati mbaya? Hebu jiulize WanaFuse, mara ya mwisho umesikia Ulaya au US au Australia kuna watu wengi wana idadi ya ukimwi? Umejaribu kujiuliza hilo swali? Kwa nini nchi za Afrika ndo zinaongoza kuwa na idadi kubwa ya watu wenye VVU? Ushawahi kujiuliza swali kwa nini hii imekuja baada ya chanjo ya polio ndui ya mwaka 1987? Kama mnakumbuka, ugonjwa wa ukimwi ulianza kugundulika miaka ya 90. Miaka ya nyuma 30, 40, 50, 60 ukimwi ulikuwepo, lakini ulikuwa kwa idadi ndogo sana. And by then Waafrika wengi walikuwa hawajui kama ni ukimwi.
watu walikuwa wanaona kama ni ugonjwa mpya, lakini kwa wingi ulianza miaka 80 kuja all the way mpaka miaka 90, ndo ulitokea mfumuko mkubwa, na ndo ikatokea sasa watu wakaanza kuitambua kwamba kuna ugonjwa wa ukimwi na unaambukizwa kwa njia gani na madhara yake ni yapi. Ulikuwepo zamani, lakini mfumuko wa kufumuka, lese kama mwaka 1988 Tanzania, katika njia ambayo Tanzania inaunganisha Tanzania na Zambia, ndo iligundulika kwamba kuna mfumuko mkubwa sana kwa Afrika nzima, muunganiko wa Tanzania na Zambia katika barabara hiyo, na ipo kwenye research. Ukiingia kwenye website ambayo inaitwa Black History Month, makala ambayo yapo yaliandikwa tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2015 by editorial team, unaweza ukaikuta makala haya. Ulikuwepo zamani, lakini mfumuko ulikuja kipindi hicho. Na mimi binafsi kwa akili yangu ni kwamba huenda miaka hiyo ilikuwa bado ziko kwenye research, majaribio, na Waafrika wengi walikuwa hawajui ni nini. Kama ilivyoanza COVID, mwanzo kabisa watu walikuwa hawajui ni nini, lakini baadaye mpaka sasa hivi tunaijua COVID na variants zake. So it's the same thing na ukimwi. Takriban miaka 3 tu baada ya chanjo ya ndui. Fai kujiuliza ya maswali, sikupi jibu na kuachiwe mwenye utafakari. Kupunguza idadi ya watu katika mataifa ya tatu, third world countries, ni sehemu moja ya sera ya kimkakati ya Marekani ya kupunguza idadi ya watu. Kwa hiyo hapa muelewe kwamba ni sera ya taifa ya Marekani, ni sera ya serikali ya Marekani kupunguza idadi ya watu duniani, hususan wa watu ambao ni weusi na mataifa ya tatu ambayo ni nchi zetu za Afrika. Yani ni sera, sio kwamba ni bahati mbaya, ipo kwenye sera zao. Mwezi March 2009, Rais Barack Obama alimteua Dr. John P. Holdren kuwa Science Caesar kwamba ndo mkuu wa kitengo cha sayansi. Dr. Holdren alikuwa mwandishi mwenza wa kitabu mwaka 1977 kuhusu sera idadi za watu. Zilijumuisha matumizi ya njia ya upatanisho wa kuathiri mapendekezo ya ukubwa wa familia, kama vile uzazi wa mpango, utoaji wa mimba na kutumia contraceptive maarufu kwa wabongo zaitwa P2, kutoka kwenye upangaji wa hiari wa uzazi wa mpango. Kwa hiyo kuna watu ambao familia wameweza kushawishiwa wafate utaratibu wa uzazi wa mpango kwa hiari yao, hiyo ya kwanza. Lakini pia kulazimishwa watu kufata uzazi wa mpango bila hiari wao, ikiwa ni pamoja na upasuaji wa lazima kwa wanawake na kuongeza sterilizers kwenye maji ya kunywa, haya maji tunayokunywa, au chakula cha msingi, yani chakula ambacho kinaongoza kutumiwa na watu katika hiyo sehemu, staple food. Sera hizi za idadi ya watu, depopulation, zinafanywa kupitia kemia kifo, chemistry of death. Mfano ya hii kemia kifo ni kemikali katika maji, ikiwapo ni pamoja na fluoride na sodium. Na hii fluoride ukiangalia kwenye dawa za meno, nitakuja kuichambua hapo, na maji na vitu vingi imo. Anyway, nisiingie huko sana. Kwa hiyo fluoride na sodium, fluoride ya sodium katika vipodozi kwenye chemicals. Juzi tuliona, ukiingia kwenye Jamii Forum utaona kwamba TBS wamepiga marufuku baadhi ya vitu ambazo ni pamoja na poda na baadhi, kama mnakumbuka wanawake wa kipindi walikuwa wanatumia tura na vitu vingine. Kuna baadhi ya vipodozi ambavyo vina sumu hizi. Cha kwanza, aspartame, nyongeza ya kemikali yenye sumu katika chakula ambayo inachukuliwa kuwa carcinogenic, yani inaweza na inasababisha kansa au saratani. Mbegu, yani mbegu za vyakula hivi tunavyokula ambazo zimewekewa sumu. GMO maana yake ni genetically modified organism, yani kwamba ile chakula wamechukua, wameibadilisha karakta zake, wameitengeneza wanavyotaka wao, wametoa virutubisho vyote, wameacha vingine ambavyo havina faida na sisi, wameweka na sumu mule ndani. Research ziko wazi, nendeni mkasome. The main reason they genetically engineer crops is to sell more chemicals. The Roundup Ready sells more Roundup, the Liberty Link sells more Liberty. Those are herbicides. And oftentimes it's called BT. Oftentimes it's not only BT corn, but it's Roundup Ready corn. So you're eating Roundup residues, plus an insecticide, plus the GMOs, and I wouldn't do it if I were you. Nchi nyingi za Ulaya na maeneo mengine zimekataa GMO, ikiwepo Hungary. Hivi karibuni iliharibu mazao haramu ya mahindi ya GMO, na kufanya mpango wa kusambaza mbegu za GMO ni kosa la jinai. Nchi zetu za Afrika tunashindwa nini kuwa na msimamo kama hili? Na hivi vitu viko kwenye karimia kila sehemu, kwenye shampoo, kwenye dawa za meno.
sabuni za kuogea, sabuni za kuoshea vyombo na sabuni za kupigia deki, sabuni za kufulia nguo, sabuni za tiles, kwenye mafuta tunayopaka, kwenye pesticide, dawa za kuulia wadudu ambazo tuna spray kwenye vyakula vyetu, kwenye mbolea, ziko kila sehemu, kwenye air fryers. Na kwenye air fryers tupitie hapa kidogo tu kwa ufupi, tunagusia kwa kidogo tu. Air fryers ni kitu ambacho kimeingia sana hapa mjini, kila mtu air fryer, lakini naomba tuipitie pamoja, tusikilize hii hapa. Air fryers are very popular, but pull open the one you have at home. If it's coated in this Teflon, I highly recommend not using because anasema tufungua air fryer yako, ukiona imewekewa hiyo cover ambayo ni kama nyeusi, anakushauri usiitumie. Kwa nini? Tusikilize. Teflon is a toxic chemical. Teflon ni kemikali ambayo ni sumu. That if you misuse it, it has forever chemicals. Ukikosea ina forever chemicals. Forever chemicals ni nini? And they're called forever chemicals because they never leave your body. And the problem is, na zinaitwa forever chemicals au kemikali za milele kwa sababu haziondoki katika mwili wako. Zikishaingia kwenye mwili wako haziondoki. they're very easy to leach out. If you overheat your Teflon, they go into the air, you breathe it. If you scratch your Teflon, which a lot of us do using tongs or forks, it goes into your food, it goes into your body. And sure, they've outlawed some of the forever chemicals. Amesema moja ya njia ambazo hizi Teflon chemicals zinaingia kwenye mwili wetu ni kwamba ikipata moto sana ina evaporate. Kwa hiyo tuna inhale, tunaivuta kama tunavyovuta hewa. Au kikwangua inaingia kwenye chakula tunakula. There's a ton more that are still in there. Luckily, they do make air fryers that are 100% stainless steel. Lakini amesema bahati nzuri zipo air fryer ambazo ni 100% stainless steel, akimaanisha hazina hiyo kemikali. Kama ungependa kufanya matangazo, ungependa kuwa sponsor wa Fuse by DJ Sma hapa, tuma message ya WhatsApp kwenda kwenye namba hii hapa 0764124124 tuyajenge. Lakini kama unataka kusupport na kushow love, kutuma chochote kusaidia gharama za uendeshaji na utengenezaji wa maudhui, unaweza ukatuma chochote kwenye namba hii hapa 0764124124. Haijalishi uko ndani ya Tanzania au uko nje ya Tanzania, zote zinafika. Pamoja tunaweza, one love. Jinsi ya kutambua air fryer ambayo ni salama na sio salama, unachotakiwa kufanya, unatakiwa ugeuze air fryer uangalie kwenye box yake. Ukiona imeandikwa kitu kama H, phthalates, hiyo phthalates unaitumbuka. Kulikuwa kuna kesi kubwa sana ya hair relaxer ambazo wanatumia dada zetu kwenye nywele zao zilizokuwa zinasababisha kansa. Kemikali ambayo ilikuwa inasababisha kansa ndio hiyo hiyo ambayo iko kwenye air fryer, ndio tuliisoma hapo nyuma. Hiyo kemikali iko kwenye hair relaxer, ndio hiyo hiyo iko kwenye baadhi ya air fryers. Sasa jiulize, kama ilikuwa kwenye hair relaxer ambao unapaka kwenye nywele lakini ilikuwa inasababisha kansa, je, ikiwa kwenye air fryer ambayo mwisho wa siku unaingiza, unakula, unaingiza tumboni kwako, itakuwa ina madhara kiasi gani? Kuna zingine haziandiki kwamba zina phthalates, but ina warning, ina onyo. Kuna lead exposure. Hii lead vile vile ni moja ya sababu kubwa sana za kansa. Kwa hiyo ukikuta hiyo, jiepushe nayo. Stainless steel ndo bora zaidi. Ukikuta air fryer ambayo ni stainless steel, ndo option ambayo ni bora zaidi. Bora zaidi ya hiyo ni kwamba ukikuta imeandikwa PFOA free, that's the best. Tafuta unaponunua air fryer, tafuta ukikuta imeandikwa PFOA free, that's the best. Umeona hii hapa imeandikwa Preserve Functional Sodium, imeandikwa PFOA free.
PFOA free ina stand for forever chemicals, kemikali za milele ambazo tulizigusia hapo nyuma. Unakuta haina warning yoyote kwenye package na ni stainless steel. Na hii angalia mpaka kwenye shampoo, unapoenda kununua shampoo na poda na dawa za mswaki na mafuta ya nywele, sunscreen na vitu kama hivyo, jitahidi ukikuta imeandikwa hivyo no phthalates, au kama nakosea kutamka naomba mnisamehe, moisturizer unakuta pia imeandikwa haina hiyo kemikali. Air conditioner vile vile. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa uzingatie unapoenda kununua vitu vya kutumia. Kwa hiyo jitahidi mwanafunzi mwenyewe unafanya research ya hivi vitu. Siku zote DJ Sma, mimi sio msomi, mimi sio mtaalamu, mimi ni mtu tu ambaye Mungu amenijalia logic, alichonijalia na namshukuru alhamdulillah. Wanafanya research kutoka kwa watu ambao ni wajuzi, then nazikusanya na naangalia zipi ambazo ziko sahihi, zipi ni za uongo, na kuzikusanya na kuziweka pamoja. Na kila ninapotoa jambo huwa napenda nilete na ushuhuda au shahidi. Tupitie baadhi ya testimonies ya watu ambao wanafahamu na wanafahamika. American History of Medical Racism and Savagery. Hii ni historia ya Marekani ya ubaguzi wa rangi katika afya. Dr. Nathan Gordon, nenda kamsearch, was a chief of CIA. Alikuwa ni mkuu wa kitengo CIA, Chemical Division cha kemikali, under the direction of fellow Jew poison in chief, chini ya maelekezo ya Myahudi mwenzie ambaye alikuwa anajulikana poisoner in chief, mkuu wa mauaji ya sumu. Sidney Gottlieb anasema they weaponized poison for assassination. Walitumia sumu kwa ajili ya mauaji na kuita kitengo chao the Health Altercation Committee, kwamba walikuwa wana viambatanishi vya kibiolojia ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa ikiwepo smallpox kama sikosei ni tetekuwanga, tuberculosis, equine, encephalitis, anthrax, hemeta, as well as toxins that includes snake venom and shellfish for poison, and other concoctions that could cause amnesia, heart attack, kidney failure, paralysis, abortion, death. When asked about methods of mass murder, Dr. Gordon testifies. Sasa sikiliza, hizo ni vitu ambavyo ametaja, ikiwepo sumu ya nyoka pamoja na shellfish poison, samaki wenye sumu kali zaidi. Kwa hiyo hizi vitu vya kibiolojia pamoja na sumu hizi zinasababisha nini? Sikiliza kwa makini: amnesia, upotevu wa kumbukumbu, heart attack, mshtuko wa moyo, kwa maana kwamba magonjwa ya moyo, kidney failure, figo kufeli. Wabongo, naomba nikuulize, hivi mshashtukia kwamba kila kukicha sehemu za dialysis zinafunguliwa, kila kukicha watu figo zinafeli? Nadhani ni bahati mbaya. Paralysis, kupooza, abortion, mimba kutoka. Ni wanawake wangapi ambao siku hizi kila kukicha mimba zao zinatoka? And death, na mauti. Alipoulizwa kuhusu hizi mbinu, Dr. Gordon testifies, alisema is in my humble opinion, ni kutoka kwenye maoni yangu. Yani hapa ametumia neno humble. Humble ni mtu mnyenyekevu, yani maoni yangu ya unyenyekevu ni kuwapanga wote kwenye mstari mmoja na kuwamaliza wote. Sasa hebu jiulize, unawapangaje wote afu unawamaliza wote? Moja hapo ni chanjo. Chanjo ni silaha kubwa sana ambayo inatumika. Vyakula, dawa, sumu, na hiyo ndo hali halisi. Ushuhuda namba 2 na kupeni. Mwaka 1977, Ray Ravenholt, the director of State Department, Office of Population, publicly announced, alitangaza wazi, his agency goal to sterilize 100 million. Alitangaza wazi lengo la ajenda yake la kusterilize watu milioni 100. Kusterilize nini? Ni kuondoa uwezo wao wasizae. Kwa hiyo anataka watu milioni 100 wasiweze kuzaa, of the world's women, na hao ni watu wanawake, sababu wanawake asipoweza kuzaa basi hamna tena uzalishaji. Akiongelea kwenye mkakati wa Kissinger ambao ni NSSM 200, kwamba lazima tupunguze idadi ya watu ili Marekani iweze kuendelea na mikakati yake ya kikomaji ya kibiashara duniani. Bila kupunguza idadi ya watu duniani, watu watasimama dhidi ya Marekani. Sikiliza hapa, department yake na agency yake imesema ina madokta 500 in 60 countries, katika nchi 60
wamefundishwa na wamefanyiwa training jinsi ya kuasi watu, yani kuwatoa uwezo wao wa kuzaa kwa kutumia njia ambazo zinatisha za kutoa uwezo wa mtu kuzaa. Ndo kama hiyo picha unaiona hapo chini. Nadhani kuna baadhi ya wanawake mshapitana na hii kitu hapo chini. Msikilize Bill Gates ambaye ni mtu ameinvest kiasi kikubwa sana kwenye hizi chanjo za malaria, si chanjo za polio, si chanjo za nini. Msikilize, huyu ndo ambaye anazifadhili na amekuja nchini kwetu na nchi nyingi za Afrika. Msikilize anachokisema. First, cha kwanza, we've got population. Tuna issue ya idadi ya watu. Hii tunaongelea wakati idadi ilikuwa ni bilioni 6.8 ambayo inaelekea bilioni 9. If we do a really good job on the new vaccines, sikiliza Mwanafuzi. Anasema tukifanya kazi nzuri na hizi chanjo, na ana chanjo gani? Anasema the new vaccines, chanjo mpya, mpango wa afya, mipango ya uzalishaji wa kibinadamu, yani kuzaliana, tutapunguza population hiyo ya 6.8 kwa 10% mpaka 15%. Sasa hebu jiulize swali, kuna watu bilioni 6.8, ili upunguze watu bilioni 6.8 kwa 10% mpaka 15%, kitu gani kinachotakiwa kufuatia? Mtu yote mwenye akili anajua kwamba watu wanatakiwa wafe ili ndio idadi ipungue. Na wameshasema kwamba wakifanya kazi nzuri kutumia nini? Kutumia chanjo. Mwanafuzi akili kumkiti. Prince Philips wa Uingereza anasema idadi ya watu duniani ndio kitu cha muhimu zaidi na ndio hatari namba 1 kwa ajili ya usalama wa binadamu. Kama idadi ya watu haitokuwa controlled, haitopunguzwa, then tutakuwa kwenye majanga makubwa. Sio kwa ajili ya rasilimali tu ambao ni miti, samaki, mimea na vitu vingine, bali hata binadamu. Kadri watu wanavyokuwa wengi ndio watakavyotumia rasilimali nyingi. We have no option, hatuna jinsi. Sikiliza, kama idadi ya watu duniani haitokuwa controlled kwa hiari, huyu nani Prince Philips anasemaje? Tutaicontrol kwa lazima, hata wasiporidhia, by increase, kwa kuongeza nini? Vitu vitatu. Cha kwanza disease, magonjwa. Cha pili starvation, bala, njaa, ukame. Cha tatu vita, war. Kwa hiyo hizo ndio njia kuu ambazo wanazitumia. Na naomba nikuulize Mwanafuzi, bara gani ambalo linaongoza kwa vita ambazo haziishi? Afrika and Middle East. Bara gani ambalo linaongoza kwa magonjwa mengi? Afrika. Bara gani ambalo lina rutuba zaidi na lina uwezo wa kuzalisha zaidi, lakini bado kila siku unasikia kuna watu wanakufa kwa njaa, kwa ukosefu wa chakula? Afrika. Huyu Brzezinski alikuwa ni mwenzie na Kissinger, na tulishamuongelea hapo kipindi cha nyuma, ambaye ndo watu mastermind walioanzisha Al-Qaeda na ndo waliosababisha kuanza kwa vita vya Soviet Union Afghanistan. Anasema hivi, siku za nyuma it was easier, ilikuwa ni rahisi to control a million people than physically to kill a million people. Ilikuwa ni rahisi kucontrol watu milioni 1 kuliko kuwaua, lakini leo ni rahisi kuua watu milioni 1 kuliko kuwa control watu milioni 1. Sasa hivi ni rahisi kuua kuliko control, na ndo maana wanaua kila kukicha kwa njia tofauti tofauti. Ted Turner, unamjua Ted Turner? Ndo mwenye CNN. Population ya watu inatakiwa iwe kati ya 250 mpaka 300 dunia nzima, ndo inachotakiwa. Kuna mawe 6 ambayo yameandikwa sheria waliozitunga kwa ajili ya New World Order. Moja hapo ni kupunguza idadi ya watu mpaka ifikie milioni 500. So Ted Turner anataka watu wabakie 250 mpaka 300, kwamba watu 95% wa binadamu duniani wafe, wabakia watu 5%. Ted Turner mwenye CNN. Jacques Cousteau, huyu alikuwa ni Mfaransa. Kwa ufupi anasema hivi, kila siku inabidi wafe watu milioni 350 kila siku. George H.W. Bush in 1974, mwaka 1974, alichaguliwa na Gerald Ford wa China. Alimshauri rais wa China wa kipindi hicho Deng Xiaoping kutoa uwezo wa binadamu kuzaa au kuzalisha. So Bush alivyochaguliwa na Gerald Ford, rais wa kipindi hicho, mwaka 1974 kwenda China, akamwambia rais wa China kwamba kuna jinsi ambazo sisi wa Marekani tushazibuni kwa ajili ya kucontrol watu. Una waasi wanakuwa hawana uwezo wa kuzaliana. Huyu ndo aliyekuja kuwa rais wa Marekani. Dr. Sanjay Gupta, $10 billion over the next 10 years to make it the year of vaccines. Wametenga $10 billion, dola bilioni 10 kwa ajili ya miaka 10 kwa ajili ya chanjo. Hivi hujajiuliza swali kwamba COVID hukuwahi kabisa kusikia dawa ya COVID, bali umesikia chanjo ya COVID? Hivi ushe kujiuliza what's going on? Anyway, Bill Gates anasema katika muongo huu, yani miaka 10, sikiliza, kwamba kuna budget ishatenga dola bilioni 10 kwa ajili ya kutumika katika miaka 10. Bill Gates anasema
kuna progress, kuna maendeleo yamefanyika kwa ajili ya vaksini mpya ambazo zinatakiwa kusambaa kwa watoto wote ambao wanahitaji. Who need them? Lengo hizi chanjo ni nini? Cha kwanza anasema reduce childhood death, kupunguza vifo vya utotoni, which is bullshit. Cha pili anasema wazi reduce population growth, kupunguza idadi ya watu duniani. Hawa si ndio wanatuletea chanjo kila kukicha? Wanatumia njia gani ili kufikia hivi vitu? Nasikiliza kwa makini, tupitie pamoja. Hivi unajua kwamba katika historia ambayo ni kubwa zaidi ambayo haiongelewi ni virusi vya ukimwi, Mr. Farrakhan alijifunza kwamba Wazimbabwe 5,000 walikuwa wanakufa kwa wiki, ambao ni sawasawa na 20,000 kwa mwezi. It was black people who were dying, ilikuwa ni watu weusi wenye kufa. Akauliza, je, watu weupe wanakufa? And the answer was no. Akaambiwa hapana, watu weupe hawafi kutokana na ukimwi. He then went to luncheon sponsored the Zimbabwean Parliament of Health and a female doctor, na akakutana na dokta wa kike who was the Minister of Health, announced that every child in Zimbabwe was vaccinated with the vaccine that they had come from America and Europe. Akaambiwa kwamba watoto wote Zimbabwe walikiwa chanjo ambayo ilitoka Marekani na Ulaya. Naomba kasome hichi kitabu kama una muda, Ecoscience, Population, Resources, Environment. Sasa naomba nikupe tu mifano mitatu mikubwa, kitu ambacho wengi hamjui. Cha kwanza nitaingia kwenye magari, cha pili nitaingia kwenye food, chakula, na cha tatu nitakuja kwenye media. Stay tuned for part 2 na tutaona jinsi gani hivi vitu vitatu vinahusika na depopulation na jinsi gani vinatumiwa kwenye hizi. Shout out kwa Chambili kutoka Moshi, Kilimanjaro, Premoli Karen kutoka Johannesburg, South Africa, Bruno Tarimbo kutoka Gikomba, Alain Christian kutoka California, United States of America, Muhibu Ramadhan kutoka Kuala Lumpur, Malaysia, Vision Figel kutoka Kentucky, Marekani. Na nitoe shukurani kwa Jeremiah Msemwa kwa kutuma mchango wa kuisupport Fuse. Nimepokea, Mungu akubariki. Kuna mtu ametuma lakini nashindwa kujua kwa sababu haijatokea jina. Vile vile nitoe asante kwa Harun Mwakitsuka kwa mchango uliotuma, Mungu akubariki. Number 1 fan wa Fuse, Karoli Msango, asante sana, Mungu akubariki. Mwenye Haji Mto, nimepokea mchango wako, asante sana, Mungu akubariki. Wana Fuse, kazi inaendelea. Lengo letu Fuse ni kufungua akili za watu. Mwana Fuse, unaonaje uisaidie channel hii na makala haya yafikie watu wengi zaidi bila kuingia gharama yoyote? Ni simple. Like hii video, alafu bonyeza kikengele hichi hapo ili upate updates zote. Na kama huja subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255. Njia ya wepesi zaidi na ya haraka zaidi kupata makala yote ya DJ Smart 255 pale anapotoa ni kusubscribe kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. WhatsApp channel ni tofauti na group. WhatsApp channel unapata link. Kila DJ Smart napokuwa natoa makala huwa nachukua link na kuiweka kwenye WhatsApp channel, unakuwa unapata updates zote kiwepesi. Njia ya kujiunga ni QR code hii hapa, iscan, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel. Otuma WhatsApp message kwenda namba hii 0764124124. Utapokea message na ndani ya hiyo message utaona kuna link. Bonyeza hiyo link, moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu subscribe. Kama ungependa kufanya matangazo, ungependa kuwa sponsor wa Fuse by DJ Smart hapa, tuma message ya WhatsApp kwenda kwenye namba hii hapa 0764124124 tuyajenge. Lakini kama unataka kusupport na kushow love, kutuma chochote kusaidia gharama za uendeshaji na utengenezaji wa maudhui, unaweza ukatuma chochote kwenye namba hii hapa 0764124124. Haijalishi uko ndani ya Tanzania au uko nje ya Tanzania, zote zinafika. Pamoja tunaweza, one love. Kupata updates zangu zingine ni follow Instagram DJ Smart 255 na ndo jina hilo DJ Smart 255. Napatikana Twitter, napatikana TikTok na kwenye social media zote. DJ Smart.